Kwanza swala la kwanza liloulizwa ni kwamba hiki kinachoendelea katika vyama vya siasa kuhusu au kufanyika au kutokufanyika, kususa au kutokususia, watu wanasema tuingie kwenye uchaguzi au tusiingie. Mimi nimezisikiliza hoja zote. Sisi TLS hatuna upande, sisi ni kama referee. Upande wetu ni katiba na sheria. Na kama TLS tunapoona changamoto za namna hii tunajiuliza njia bora zaidi ya kwanza ni ipi. Ndio maana nimewambia tutakuwa na symposium ya kitaifa. Kwa sababu nataka wote waje. Sisi kama wataalamu wa sheria wote mtawakuta hapa TLS. TLS ina majaji wastaafu, wanasheria wastaafu, mahakimu wastaafu, mawakili wastaafu. Kuna mawakili wameanza kufanya kazi tangu mahakama unaiona leo inaitwa mahakama ya rufaa. Wengine wana miaka 50, wengine 40 kwenye practice. Kwa hiyo watu wameiva. TLS ni institution ambayo ina brain ya kutosha kudigest changamoto zote za kisheria unazozisikia katika nchi. Tunazo hizo brain. Lakini tunachotaka kufanya cha kwanza, hata mgonjwa anafanywa observation kwanza ili ujue tiba. Wote wanaopiga hizi kelele, kila mmoja anayesema uchaguzi ufanyike yuko sahihi. Kwa sababu rotation yetu si miaka 5 na anayesema siingii kwenye uchaguzi paka minimum reforms zifanyike yuko sahihi, kwa sababu hakuna Mtanzania ambaye hajaona kilichotokea mwaka 2019, mwaka 2020, mwaka 2024. Ni kitu kinacholeta maswali mengi zaidi. Sisi kama taasisi za kitaaluma jukumu letu sio kuchochea, ni kuanza kuumiza kichwa kutafuta majawabu. Na majawabu haya yanaanza mezani. Wengi watu wanasema sheria, katiba. Nataka kukuhakikishia mnaweza mkawa na affirmative action, makubaliano yakawa mazuri na bora kuliko sheria na katiba. Uingereza wana katiba wameandika mahali. Unaona kuna mtu anakimbia anajificha chooni, mwenzake akiwa anarudisha fomu za kugombea. Kuna jaribu kukuonyesha kwamba tusiamini tu kwamba lazima kuwe na katiba sio na sheria. Kinachotakiwa kwanza ni sisi ethics, ile moral yetu tunaelewa. Yani do we feel a nation? Tunajisikia kama taifa. Je, tuko tayari tunaamini kwamba kura zinatakiwa zichague mtu? Tunaamini kabisa ile ndio vitu vya muhimu tuzungumze. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kabla hata ya sheria, kwa huu mwendo tunaonao, hata uwezo kaandika sheria kwa huu mwendo tunaoenda nao, lazima turudi mezani kama taifa, tukubaliane ni wapi na twende vipi na ni wapi tunapokosea. Haya mambo yanazungumzika ni ya kitaalamu lakini ni ya kijamii vile vile. Kwa hiyo mimi nataka kusema wote wanaozungumza kila mmoja ana sababu zake. Kinachotakiwa ni sisi wataalamu, yani vyombo vya habari ni kikundi cha wataalamu, wanasheria ni wataalamu. Sisi hatutakiwi sasa kudramatize ili jambo. Tunarudi mezani kutafuta majawabu, sio majibu, ili taifa letu liwe salama. Kwa sababu kila mmoja ana sababu zake na sababu zake ni fair. Kwa hiyo ningependa nilijibu hilo. Mpo kwenye mkakati wa namna ya kushiriki uchaguzi, kuona reform no election. Je, TLS anasema TLS ina uwezo kama, yani ametuuliza kama je TLS inaweza kawaita hao vigogo hao. TLS ndio mshauri wa umma, ndio mwanasheria mkuu wa serikali anaishauri serikali, katibu wa bunge anaishauri bunge. Mtu pekee ambaye anashauri umma na kuishauri serikali ni TLS. Na TLS haiwezi kuwa imara kwenye mambo ya Simba na Yanga. Kwenye changamoto ngumu kama hizi ndio sisi tunapotakiwa tuinamishe kichwa na kuja na majawabu. Na ndio maana tunaanza na majawabu haya mezani kwa kuzungumza. Lazima tupate majibu. Kwa sababu sisi TLS hatuamini. Kwa sababu nimesikia watu wanasema nimesikia wengine wanasema wenzetu Kenya walipata katiba baada ya vifo, watu damu kumwagika. Mwingine anasema wapi Ghana, mwingine anasema wapi kwamba kulikuwa na bunduki, kulikuwa na mapigano. Wale yalitokea kule, sisi tujifunze. Kwa hiyo huwezi kukaa unasubiri, yani kitu ambacho tuna majawabu yake tunasubiri mpaka tuuane wakati taasisi zipo za kitaaluma. Kwa nini tusikae tuzungumze, tutafute majibu kabla tujafikia sehemu isiyostahili?
Kwa hiyo sio kwamba eti kwa sababu huku hiki kilifanyika ndivyo kilivyo, basi lazima kila kitu kiende kwa mtiririko huo. Kwa hiyo mimi ninachoamini ni kwamba kama TLS tutatumia nguvu ya ushawishi kuwaonyesha watu hawa hoja za msingi. Hakuna Mtanzania anayestahili kufa ili nchi hii ipate katiba. Kwa sababu anayekuambia kwamba kuna mtu anatakiwa kufa ili tupate katiba, atuletee hiyo orodha ya watu tuwaue kesho tupate katiba. Kwa sababu kuna haja gani ya kusubiri Oktoba au kusubiri mwezi gani kama if you can kill people to get the constitution? Sisi tunachotaka ni kwamba tuje mezani, wote wana hoja. Hamna mtu wa kujificha kwamba muda hautoshi. Na mtu asije akakwambia muda hautoshi. Muda hautoshi kulingana na nini? Muda hautoshi kulingana na nini? Tunakosaje muda kwenye mambo ya msingi kama haya ya taifa? Bora usimamisha shughuli zote, turudi, muda unatosha. Hamna mambo ya muda hautoshi. Mimi nataka nikuhakikishie, muda hautoshi kulinganisha na nini? Lazima tujue kwamba taifa letu hili ni kitu cha muhimu zaidi kuliko kitu kingine chochote. Hatuna kitu cha kuchezea. Kwa hiyo sisi kama TLS tunachojaribu kufanya ni kutengeneza ushawishi wa hoja, tukae chini, tujue ni mambo gani tunaweza tukayafanya. Kama nilivyosema awali, yawezekana tukawa na affirmative action ikawa na nguvu kuliko hata katiba, ikawa na nguvu kuliko sheria. Ili mradi wote tumekubaliana kwamba ujinga huu wote hatuutaki. Tuonyeshe ustaarabu, tubadilike, tulijali taifa letu, tuimarishe demokrasia yetu. Kazi ya TLS ni kujaribu kuinvolve na kuinvoke hizi brain faculty za watu zifikiri kuleta majawabu, baada ya kufikiri kukatana mashingo na kunyofuana utumbo tukifikiri. Kwa sababu huwezi kujua, wewe unajiandaa watu wafe, aliyekwambia wewe ndio utakufa ni nani? Inawezekana ni wewe. Sasa kwa nini tusiepushe jambo? Kwa hiyo sisi TLS tunasema kinga ni bora kuliko tiba, na meza ya mazungumzo haishindi kuleta majawabu kwa watu wenye akili timamu na kwenye taifa linalojua umuhimu wa demokrasia, utawala bora na utawala wa sheria. La tatu, mabishano ya kisheria na kikatiba, kuitana kukaa pamoja. Je, kama kuna majibu inaonyesha anazungumza kwa ujumla wake yanalileti na mengine, ni kwamba kuhusu swala mabishano ya kisheria na kikatiba na muda, yani anaonyesha je, huu muda unatosha? Mimi nataka nikuambie hii katiba ya mwaka 77 ilipitishwa kwa siku ngapi? Kwa siku ngapi? Na watu wangapi? Ilijadiliwa bungeni kwa masaa mangapi? Yalifika hata matatu. Kwa hiyo tusiseme kwamba hakuna lisilowezekana. Lazima tuamue. Tunachotakiwa kusema ni hakuna uhai wa Mtanganyika au Mtanzania tutaruhusu upotee kwa sababu zinazoweza kuepukika. We are here to value life. Kwa hiyo